TMDA, mamlaka ya dawa pamoja na vifaa tiba. TMDA inahakikisha usalama afya kwa taifa. Maisha kwanza na TMDA. TMDA na TMDA, afya bora kwanza na TMDA. Karibu mpenzi mtazamaji wa kipindi cha TMDA na jamii. Ni siku nyingine, mamlaka ya dawa na vifaa tiba naizungumzia TMDA inakuletea mfululizo wa vipindi vyake vya uelimishaji, vipindi vijulikanavyo kama TMDA na jamii. Ninayekukaribisha kutoka TMDA na jamii naitwa Gaudensia Mwanza, na kualika ungane nami toka sasa mpaka pale nitakapohitimisha. Afya bora kwanza na TMDA. Mtazamaji, kama ilivyo ada ya kipindi hiki cha TMDA na jamii, katika studio huwa tuna jambo letu ambalo kwa pamoja tunalijadili, ili mwisho wa siku tunapomaliza kipindi cha TMDA na jamii, kila mtu anakuwa ameelewa nini hasa ambacho tumekizungumzia, lakini kubwa, nini wajibu wa mwananchi katika swala zima la kulinda afya ya jamii. Kwa siku ya leo, TMDA na jamii imepiga nanga katika kata ya Tanganyika, naongelea mkoa wa Katavi, ambapo TMDA imetoa elimu katika kata hii, ambapo tumekutana na vijana, makundi ya vijana, makundi ya wanawake kwa lengo la kutoa elimu. Hivyo ungana nami ambapo tutakuwa na mtaalamu wetu Bwana Siegfried Mtei akitoa elimu kwa wananchi katika makundi haya. Nakwambia endelea kuwa nami ili upate mazuri ndani ya TMDA na jamii. Mimi kwa majina naitwa Evelyn Makoe, ni mratibu wa mafunzo kutoka ofisi ya kanda ya Magharibi. Ofisi ya kanda ya Magharibi ina mikoa mitatu, ambapo tuna mkoa wa Tabora ambako ndo makao makuu ya kanda yetu ilipo, lakini tuna mkoa wa Kigoma pamoja na Katavi. Kwa hiyo hapa tupo ndani ya eneo letu la kanda. Naomba sasa nielezee maana ya TMDA na kwa nini tuko hapa. TMDA ni taasisi ya serikali ambayo iko chini ya Wizara ya Afya, yenye jukumu la kulinda afya ya mlaji katika kuhakikisha kwamba kuna ubora wa dawa za binadamu pamoja na dawa za mifugo, lakini pia usalama na ubora wa vifaa tiba pamoja na vitendanishi. Tumefika hapa kwenu kwa jukumu kuu moja la kutoa elimu juu ya matumizi sahihi ya dawa za binadamu pamoja na dawa za mifugo. Kwa hiyo niko pamoja na wenzangu kutoka makao makuu ya TMDA ambako wanatokea Dodoma. Kwa hiyo nawaomba tuwe wasikivu, tuwasikilize, kisha tuulize maswali pale ambako tutafanya nini hatujaelewa. Kama alivyosema mwenzangu aliyotangulia kusema, tunachukua muda mfupi sana kuzungumzia matumizi sahihi ya dawa za binadamu pamoja na dawa za mifugo. Lengo ni nini? Kwa sasa hivi Wizara ya Afya ina kampeni kubwa ya kitaifa ya kupambana na usugu wa vimelea dhidi ya dawa, tunaita UVIDA, lakini pia kuna kampeni kubwa ya kitaifa ya kupambana na ongezeko la magonjwa yasiyoambukiza, na hapa tunagusa magonjwa makubwa ya saratani, yani kansa, ini pamoja na figo, ambapo hivi vitu viwili ninavyovitaja, tafiti zinaonyesha kwamba vinachangiwa na matumizi holela ya dawa za binadamu, dawa za mifugo. Tutaangalia sasa matumizi sahihi ya dawa. Lengo ni kuhakikisha kwamba basi hatuingii katika hatari ya kupata magonjwa ya figo, saratani pamoja na ini, lakini pia hatuingii katika hatari ya kupata usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa. Sasa tunaposema matumizi sahihi ya dawa tunamaanisha nini? Hili ni eneo ambalo mara nyingine tumekuwa tukipuuza. Wote tunatumia dawa, si ndio? Sasa hizi mtu akuuliza unatumiaje dawa, umetumia kwa usahihi, unaweza kuwa na maswali mengi. Hasa matumizi sahihi ya dawa tunagusa maeneo makubwa manne. Moja, tunazungumzia mtu kutumia dawa baada ya kupata ushauri wa kitaalamu. Tunazungumzia kabla ya kuchukua maamuzi ya kutumia dawa, basi muhusika anatakiwa aende katika vituo vya kutolea huduma, aonane na mtaalamu, amshauri baada ya kujiridhisha na aina ya ugonjwa alionao. Sasa hapa tuna tatizo kidogo la watumiaji wa dawa. Watu wengi kwa sasa tunatumia dawa kwa mazoea. Wakati fulani uliugua ugonjwa fulani ukawa na dalili fulani. Inapokuwa wakati mwingine ukaugua, utakimbia kwenda kununua dawa kwa yale mazoea uliokuwa nayo awali. Au utamshauri mwenzio
kwa kuwa na dalili fulani aenda kanunue dawa kama ambazo ulinunua wewe. Sasa swala hili tunaita matumizi holela ya dawa. Hii inaweza kupelekea usugu, kwa maana kwamba hujajiridhisha na hauna uhakika na ugonjwa ulionao, lakini pia una uhakika na dawa uliopewa kama ni sahihi kwa ugonjwa ulionao. Kwa hiyo hapa tunasisitiza, hakikisha kabla hujachukua maamuzi ya kutumia dawa umeonana na mtaalamu. Tuepuke mazoea yale ya kutumia dawa kiholela. Eneo la pili la matumizi sahihi ya dawa, tunazungumzia kukamilisha dozi pale ambapo tumepewa maelekezo na wataalamu wetu katika vituo vya kutolea huduma. Hili ni tatizo jingine. Tunapewa dawa, unaambiwa tumia vidonge hivi labda kwa siku 7. Lakini mara nyingine mtu akitumia siku 3 akapata nafuu, au siku 4 anaachana na matumizi ya zile dawa. Sasa hii tabia hii, kama nilivyosema, inajenga usugu, mwili unazoea ile dawa. Lakini katika kipindi hiki mtu unakuwa hujapona kabisa yale maradhi. Ndio maana utasikia mara nyingine ugonjwa umejirudia, katika kipindi kifupi ugonjwa umejirudia, baada ya muda fulani mtu hajapona vizuri kutokana na maradhi yale aliyokuwa nayo. Sasa hayo ndio maana tunasisitiza tuhakikishe ukipewa dawa unakamilisha dozi uliopewa. Hilo ni eneo lingine ambalo ni la muhimu sana. Na hii tabia kukatiza dozi kwa watu wengi. Ndio maana tukitembelea majumbani sasa hizi utakuta mtu ana vidonge 2 vya dawa fulani, 3 vya dawa fulani, 4 vya dawa fulani, kwa sababu tafsiri yake ni kwamba huyu alivyopewa dozi ile hakukamilisha, kwa sababu daktari au mtaalamu atakuandikia dawa, anakuandikia dawa ambayo ni sawa na siku ambazo umepatiwa. Eneo lingine ni uhifadhi mbaya wa dawa ambazo tunapatiwa. Na hapa tunazungumzia watu kuhifadhi dawa katika maeneo yenye joto kali, hasa maeneo yale ambayo yanapigwa na mwanga moja kwa moja wa jua. Lakini tuna tabia pia ya kutunza dawa katika jiko pale ambako tunapikia, ambako kunawasha moto kila siku, joto ni kali. Na majumbani tukiwatembelea wengine, tukifika tu tunakaribishwa kwenye yale madirisha yenu na vidonge pamoja na chupa za dawa zimewekwa katika yale maeneo. Hasa yale maeneo jua likipiga linapiga moja kwa moja kwenye dawa. Na hii inapelekea joto kuwa kubwa sana, hivyo kuathiri utendaji kazi wa dawa. Tunaendelea kusisitiza, unapopewa dawa hifadhi sehemu ambako hakuna joto kali. Mwingine pale unakopikia ndio unatunza dawa. Weka sehemu nzuri ambako haipigwi moja kwa moja na mwanga wa jua, lakini kama hivyo hakuna joto kali, ili kuweza kulinda ubora na utendaji kazi wa dawa uliopatiwa. Eneo la mwisho katika matumizi sahihi ya dawa za binadamu, tunazungumzia matumizi ya dawa zilizokwisha muda wa matumizi. Na hii pia inachangia kwa kiasi kikubwa katika zile tabia za mwanzo, watu kutokamilisha dozi. Mara nyingine mtu unatunza dawa kwamba ulitumia siku 3 ukabakiza vidonge vingine ili wakati mwingine utakapougua utumie. Sasa mara nyingine unapokuja kuugua unaweza kukuta kwamba ile dawa ilishakwisha muda wa matumizi, ukaingia kwenye kutumia pasipo kujiridhisha. Hiyo ni nani ya kwanza. Lakini pia inawezekana ukaenda katika vituo vya kutolea huduma ukapewa dawa au kwenye duka la dawa. Ni muhimu sana kujiridhisha kama ile dawa bado iko ndani ya muda wa matumizi, yani haija expire. Kutumia dawa iliyokwisha muda wa matumizi inaweza kupelekea mtu usipate matibabu sahihi, lakini kama nilivyosema pia inaleta athari katika mwili wa mtumiaji. Kwa hiyo ni vizuri sana, kama hujui kusoma, unaweza kumuuliza mtoa huduma kwamba hii dawa ina expire lini, inakwisha muda wa matumizi lini. Pia tuna watoto, tuna rafiki majumbani ambao wanajua kusoma. Jiridhishe, muombe akuangalizie kama bado dawa husika iko ndani ya muda wa matumizi, ili kuepukana na athari zinazoweza kujitokeza unapotumia dawa zilizokwisha muda wa matumizi. Eneo la pili ambalo ni muhimu sana, kama tulivyosema, hapo tunazungumzia dawa za binadamu, tunahamia kwenye dawa za mifugo. Na kwenye dawa za mifugo pia kuna matumizi holela au matumizi mabaya ya dawa za mifugo ambayo yanahatarisha afya za walaji, ambako mara pengine yanakwenda kupelekea usugu wa dawa, usugu wa vimelea dhidi ya dawa, lakini pia unakwenda kupelekea mtu kuingia katika hatari ya kupata yale magonjwa aliyosema kama saratani pamoja na figo. Matumizi holela ya dawa za mifugo nako ni sehemu nyingine ambayo inahatarisha afya za walaji, kwa maana kwamba mara nyingine tumekuwa tukitumia dawa za mifugo pasipo kufuata ushauri wa wataalamu wetu. Tuna wataalamu wa mifugo, tuna madaktari wa mifugo, si ndio? Na wataalamu wengine. Sasa mara nyingine watu tumekuwa tukijitunulia tu dawa za mifugo, tunatumia pasipo kupata ushauri wa kitaalamu. Lakini kuna eneo lingine ambalo pia watu tumejenga sana mazoea. Tunapotumia dawa za mifugo, tumekuwa tukipewa maangalizo mbalimbali. Kwa mfano unaambiwa labda tumechanja ng'ombe, usimchinje ng'ombe au usitumie maziwa katika kipindi cha siku 3 labda mpaka 7. Au umempa chanjo kuku au dawa kuku, ukaambiwa usitumie mayai katika kipindi cha siku 2, 3 au mpaka 7. Sasa mara nyingi sana sisi watumiaji wa dawa za mifugo tumekuwa tukipuuza haya maangalizo.
haya maelekezo. Sasa kupuuza huko kunasababisha nini? Unapotumia vibaya zile dawa au unapotumia mazao ya mnyama wakati ambapo umetahadharishwa usitumie mazao wakati anatumia ile dawa, basi kile unachokitumia kinakuwa na mabaki ya dawa zile ambazo anatumia mnyama, labda ni maziwa au ni mayai, yanakuwa na mabaki ya dawa zile ambazo mnyama ametumia. Sasa wewe kila yale mazao unakuwa umetumia yale mazao lakini yakiwa na mabaki ya dawa. Sasa hiyo ndio tunasema sasa mwili unajenga usugu. Unakuta umetumia antibiotic kwenye nyama, muda fulani ukiugua ambacho unahitaji matibabu ambayo yanahitaji antibiotic, ukitumia unakuta mwili umeshazoea ile dawa, kwa hiyo huwezi kutibika. Inabidi uingie gharama kubwa za matibabu, tubadilishe dozi, lakini na vitu vinavyofanana na hivyo. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza, kama wewe ni mfugaji, najua wengi wetu ni wafugaji kwenye rasilimali wetu, si ndio? Hakikisha kabla ya kufikiria pia kutumia dawa kuwalisha mifugo wako, unapata ushauri wa kitaalamu. Lakini pia zingatia yale maelekezo ambayo mtaalamu, wale wataalamu wetu wanakupatia katika matumizi ya dawa kwenye mifugo. Hii yote itasaidia kila mmoja wetu kuwa na afya njema, si ndio? Maana jasiriamali safi, kabungu safi. Nafikiri hapo tumeelewana, si ndio? Tuko pamoja katika eneo hilo. Tutaongeza jitihada katika kuwawezesha pia wale wahudumu wa afya ngazi ya jamii, maana ni watu pia ambao tunafanya nao kazi, na sio tu wale wahudumu pia, kwa sababu sisi programu za elimu kwa umma tumeziweka katika maeneo tofauti tofauti, mpaka tuna watoto mashuleni kule, kupitia klabu zao za shule pia tumeanzisha kule ili elimu iwe endelevu. Lakini pia tunatumia program vipindi vya redio kwenye maonesho, matamasha mbalimbali. Zote njia zote hizo tunatumia njia mbalimbali ili kuweza kuwafikia watu wengi zaidi, kwa sababu nia ni kila mmoja wetu awe na uelewa na achukue tahadhari. Na elimu kama unavyofahamu, kama ulivyosema, ni kitu ambacho ni endelevu na kinatakiwa kimfikie kila mmoja wetu. Kwa hiyo ni swala zuri na tumechukua, tutaongeza nguvu pia katika hawa wahudumu ngazi ya jamii ili elimu iweze kufika. Tunakushukuru sana. Sisi eneo letu tunaishia kwenye eneo la dawa za binadamu na dawa za mifugo, sababu ndio eneo sisi ambalo tumepewa kisheria. Ila sasa katika hizi program tulizonazo, kuna wakati mtakutana na sisi tumejumuika wote. Yaani tupo sisi Wizara ya Kilimo, tuna kamati ya kitaifa ya kupambana na usugu wa vimelea. Usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa, ambayo inahusisha wataalamu mbalimbali. Mpaka kwenye Wizara ya Kilimo tuko sisi, Wizara ya Afya, viwanda kupitia TBS, mazingira, NEMC tunakuwa nao katika hizi program za. Kwa hiyo kwa sababu ya muda tuliokuwa nao, tumejikita zaidi katika ile eneo ambalo sisi kisheria tunafanyia kazi. Ila tunakuwa na program ambazo ni jumuishi, ambazo pia tunakutana na watu wa kilimo, watazungumzia pia mambo ya viuatilifu katika watazungumzia watu wa chakula, TBS watazungumzia kwenye upande wa chakula. Kwa hiyo ni swala tu la muda na vile ambavyo tunapata nafasi. Lakini yote hayo kama ulivyosema, hilo ni eneo pia ambalo tunalifanyia kazi kama nchi, kwamba kemikali za kutibu mimea. Kuna wale watu wanapiga dawa asubuhi mboga za majani, umeambiwa usichume jioni, unaona zimenawiri vizuri ndio unachuma unapeleka sokoni. Pia hiyo si sawa. Tuendelee kusikiliza maelekezo ya wataalamu wetu katika maeneo yetu ya tunafanyia kazi. Afya bora kwanza na TMDA. Mimi kwa majina naitwa Michael John Venance, ni mkazi wa kijiji cha Kasinde, kata ya Kabungu, wilaya ya Tanganyika. Binafsi siku hii ya leo kwanza nishukuru serikali ya Muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea hawa watendaji wake katika eneo letu kuja kutupa elimu hii ya matumizi sahihi ya dawa, lakini sababu ambazo zinaweza kutupelekea magonjwa mengine yanatokana nini na matumizi mabaya ya dawa. Elimu hii ambayo mmetupatia sisi hapa tumeelimika kwa ujumla wetu, lakini mmetupa kazi ambayo kupitia hii elimu imetupa kazi sisi kwenda kuelimisha wale ambao tumewaacha nyumbani. Kwa sisi tunakwenda kuwa mabalozi wazuri, mabalozi wenu wazuri huko ambao kwenye makazi yetu. Lakini pia hii elimu ambayo mmetupa leo, kwa maeneo yetu ya vijijini inakwenda kufanya kazi nzuri ya kufanya mabadiliko ya matumizi sahihi ya dawa. Kwa mfano, watu wengi wa maeneo yetu wamezoea kununua dawa kidonge kimoja labda, au ananunua dawa za kutosha lakini anatumia kiasi. Kwa kupitia hii hapa elimu inakwenda kubadilisha huo mtizamo. Tunakwenda kutumia elimu hii kuwaelimisha wenzetu matumizi sahihi ya dawa, na pia
tunaenda kuambia waachane na ile tabia ya kuhifadhi dawa sehemu ambayo sio sahihi, ikiwepo sehemu yenye joto zaidi kama mlivyotuelekeza. Watu wanapopikia ndipo wanahifadhi dawa, tunakwenda kuzuia kitendo hicho hapo. Kwa hiyo kupitia hii elimu sisi tumeelimika na tunawashukuru sana, na muendelee kuja kututembelea mara kwa mara ili tuweze kuelimika zaidi na zaidi. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Johnson Leonard Jackson. Natokea kijiji cha Kasinde, kata ya Kabungu, wilaya Tanganyika, mkoa wa Katavi. Mimi kwa upande wangu nashukuru sana wataalamu wetu kuja kutufundisha kuhusu matumizi ya dawa, lakini kuhusu kutumia dawa kwa mazoea. Kwa sababu tumekuwa na mazoea ya kutumia dawa bila kupima. Yaani mtu anaenda anachukua dawa tu hajapima kwa sababu amesikia tu ana homa anachukua dawa ya malaria, inawezekana anaumwa tumbo. Lakini tunashukuru mmetufundisha, tumewaelewa, na sisi pia tutakwenda kuwafundisha watu wengine. Mmetufundisha kwamba kwa mfano sisi wengine kuna wafugaji. Sasa wafugaji unakuta mtu anaenda kuchukua dawa anamchoma ng'ombe wake, alafu yule ng'ombe bahati mbaya kesho anakufa, labda ile dawa ilikuwa iishe muda wake baada ya wiki moja, lakini ndo amekufa, au labda amezidiwa, wanamchinja, nyama tunaanza kutumia. Maana yake zile nyama zinakuwa bado zina mabaki ya zile kemikali au zile dawa ambazo alitumia ng'ombe yule, kiasi kwamba zinaenda kutuletea shida kama wataalamu mlivyosema kwamba tunaweza tukapata shida ya ini, figo. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa elimu hiyo mliotupatia, na sisi tutakwenda kuwaelimisha watu wengine. Lakini pia tulikuwa naomba mje mtupe elimu zaidi, kwa sababu wapo watu wengi sana ambao hawajui matumizi haya ya dawa. Watu wengi wakinunua dawa hawamalizi dozi, sisi ni mashahidi na tumekuwa tukiyaona mambo kama hayo. Mtu ananunua mseto, anatumia vidonge 4, akisikia unafuu anaacha kutumia dawa. Kwa majina naitwa Efrazia James, ni mkazi wa Kabungu, Imarausinga. Napenda kuwashukuru TMDA ambao wameweza kutuletea mafunzo. Kiufupi niseme ni kweli walichokizungumza, kwa matumizi ya dawa watu walikuwa wanatumia matumizi ovyo. Anajikuta mtu amekutwa na ugonjwa labda na malaria, unamwambia chukua dozi, nakwambia hapana, mimi nitachukua vidonge 2 tu kwa sababu sina hela. Kumbe kidogo ile inakuwa ni changamoto, lakini kwa sababu hata mimi ni mmoja wapo ambao nilikuwa nikijitahidi kuhamasisha watu kwa ajili ya kutumia dawa vizuri. Kwa hiyo mimi niwashukuru kwa sababu tayari mmetupa semina, mmetuongezea uelewa. Kuna watu walikuwa hawaelewi, wataelewa kuanzia sasa, watatumia dawa vizuri, watatumia dozi ili kuepuka na usugu wa wa magonjwa. Kwa sababu kuna magonjwa mengine kama mlivyoeleza ni kweli yanatengenezwa na usugu wa dawa. Mtu anatumia dawa ambazo ni kali, hana uelewa nazo, kwa anajikuta zile dawa zinamletea madhara. Kwa hiyo nipende kuwashukuru shirika hilo la TMDA. Mimi binafsi nasema asante, cha msingi tuendelee kuwaelekeza watu ili waelewe vizuri. Kwa majina naitwa Sofia Gideon Kariwabu, nakaa kwa kitongoji cha Imarausinga, Kabungu. Kwanza napenda kuishukuru Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kutuletea wataalamu dhidi ya kuweza kutuelimisha kwenye hususan hasa utumiaji wa madawa. Kwa kweli mambo ambayo umetuelezea ni sahihi. Hata sisi kwenye kazi tunazozifanya watu tunakutana na changamoto za namna hiyo. Kwa mfano jamii iliyo nyingi walishazoea, kwa mfano mtu akiwa na kikohozi anakimbilia labda Ampiclox, Amoxicillin, lakini ukija kuangalia kiutaalamu zaidi inatakiwa kwamba mtu atumie antibiotiki pale ambapo anajua kwamba na mazalia ya bakteria. Kwa hiyo tunashukuru TMDA kwa kutuletea mafunzo haya, kwa kuendelea kuelimisha jamii utumiaji holela wa dawa za antibiotiki, ili mtu anapokuwa anatumia antibiotiki kiholela bila kujua tatizo ni nini, anaendelea kusababisha wale bakteria kuwa sugu. Kwa hiyo tunaishukuru Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutaendelea kuelimishana, pia tuendelee kusambaza watumishi ambao wataendelea kuelimisha jamii zaidi na zaidi, ili kuweza kuepukana na magonjwa ambayo yanaendelea kuwa sugu kutokana na utumiaji ambao sio sahihi wa dawa. Naitwa Devota Mboso, ni afisa maendeleo kata ya Kabungu. Ninawashukuru wataalamu ambao wamekuja kututembelea katika kata yetu na kutoa elimu kuhusiana na mambo ya afya. Ni kweli jamii inayotuzunguka kumekuwa na changamoto sana, hasa watu kutumia dawa bila kufuata utaratibu, labda kupima kwanza ndo watumie dawa. Anasema kwa dalili hizi nilizonazo na hisi tu itakuwa ni malaria.
au nahisi tu itakuwa UTI. Kwa hiyo anaenda anachukua Cipro anakunywa. Lakini kiutaratibu sio hivyo. Na kuna kauli inasema si kila homa ni malaria. Kwamba unaweza ukatumia mseto. Kumbe unaweza ukatumia mseto unaumwa typhoid. Kwa mimi ninashauri jamii na wanakikundi wangu ambao wako hapa kwamba tutumie utaratibu, kumuona daktari kwanza, upime, ujue una shida ya malaria au typhoid, ndipo sasa ufuate utaratibu. Lakini kingine, kumaliza dozi ambao unakuwa umeandikiwa na daktari. Wengi tumekuwa na changamoto. Ukikuta vile vidonge viko 20, ukinywa siku ya kwanza, siku ya pili, ya tatu najisikia vizuri, basi hizo zingine unafanya nini? Unaacha. Kumbuka unavyofanya vile, ule ugonjwa unakuwa haujaisha, unatengeneza usugu. Kwa hiyo baada ya wiki moja au 2 unaweza kukutana na changamoto ile ile. Unasema nilikunywa juzi tu dawa, lakini umesahau kama zile dawa hukufanya nini? Hukuzimaliza. Kwa wananchi, wanajamii, tujitahidi kufuata utaratibu ili tuweze kufanya nini? Kuepukana na magonjwa sugu. Lakini wakati wa kutumia mifugo, mtaalamu pale katuelekeza. Tunaelekezwa kwamba kama mnyama ametumia chanjo au amechomwa dawa yoyote, hatakiwi kuchinjwa ndani ya siku 2 au 3. Labda kuanzia siku 7 kwenda mbele ndo anaweza akachinjwa na akaweza kutumika. Watu wengine wamejikuta anaharisha muda mrefu, labda watu 10-20. Ni kutokana na ile nyama ambayo walikula ikiwa imechomwa sindano ndani ya siku 2 au 3. Kwa hiyo jamani, tujitahidi. Hapa kuna wafugaji, mfate maelekezo. Unasema wewe unaona ana dalili za kufa, usije ukasababisha watu wengine wakafa kwa sababu yule ng'ombe anakuwa na sumu. Afya bora kwanza na TMDA. Mtazamaji, kama ambavyo nimekujuza, tuko katika mkoa wa Katavi, wilaya ya Tanganyika na kata ya Tanganyika, na hao ndio wananchi ambao tumekutana nao leo katika TMDA na jamii. Ni imani yangu kupitia maswali yao, kupitia maoni ambayo wameyatoa, na wewe umeweza kuelimika kuhusiana na swala zima la matumizi sahihi ya dawa, na umeelimika tunapoongelea swala zima la kulinda afya ya jamii ni wajibu wa kila mtu. Ninakushukuru kutoka TMDA na jamii, na hususan katika kipindi hiki tukiwa katika mkoa wa Katavi katika wilaya ya Tanganyika. Lakini ninakualika ukiwa na maoni, maswali, dukuduku, au usisite kutupigia au kutuandikia kupitia barua pepe ya info@tmda.go.tz au simu nambari ya bure kabisa, nao ni 0800110084. Ninakushukuru na kukuaga kutoka TMDA na jamii. Naitwa Gaudensia Simwanza, nasema kwa heri. TMDA, mamlaka ya dawa pamoja na vifaa tiba. TMDA inahakikisha usalama afya kwa taifa. Maisha kwanza na TMDA.